Kama wewe ni mwanamke ungetamani kupata mtoto wa jinsia ya kiume, hakikisha unasikiliza video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu nenda kafanya application, utakuja na majibu hapa. Jambo la kwanza, unatakiwa kufahamu mzunguko wako wa hedhi. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanakuwa na mzunguko wa hedhi ya siku 28, kuna wengine wana mzunguko wa hedhi wa siku 21, kuna wengine wana mzunguko wa hedhi siku 30, 32 au 35. Jambo la kwanza ni kufahamu mzunguko wako wa hedhi. Kama mfano mzunguko wako wa hedhi ni wa siku 28, siku ya 14 ndio siku yako ya ovulation. Kwa hiyo kama unatamani kupata mtoto wa jinsia ya kiume, hakikisha unashiriki tendo la ndoa siku ya 14 ya ovulation, kwa sababu ndio siku ambayo yai linakuwa linatoka kwa ajili ya kuweza kukutana na mbegu za kiume kwa ajili ya kuweza kusababisha ujauzito. Lakini jambo la pili, hakikisha unatumia staili ya kifo cha mende kwa ajili ya kuruhusu deep penetration wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Mwanaume anapokuwa amekaa juu, mwanamke kama amelala katika kifo cha mende, ile staili inaruhusu mbegu kwenda kabisa kwa spidi, lakini pia kuruhusu deep penetration ya uume. Kwa hiyo itarahisisha mbegu za Y kusafiri kwa spidi, lakini pia kulifikia yai kwa wakati kabla mbegu za kike au mbegu za X hazijalifikia yai. Kama utakuwa ni mwanamke ulikuwa unatamani sana kujifunza ni kwa namna gani unaweza kupata mtoto wa jinsia ya kiume, hakikisha unazingatia hizo sababu mbili au hizo fakta mbili na ukazifanyie kazi. Naamini zitakusaidia na utaweza kubeba ujauzito kwa mtoto wa jinsia ya kiume. Moja kwa moja, kama utakuwa na changamoto katika mfumo wako wa uzazi, unahangaika kutafuta ujauzito, haupati mimba, unapata mimba zinazotoka, au muda mwingine unapata jinsia moja tu ya mtoto na mwisho wa siku unaishia kulaumiwa na mwenza wako, hakikisha unachukua namba yangu hapo kwenye bio, nitafute kwa ajili ya kupata ushauri wa kitaalamu. Kama utakuwa umeathirika na changamoto za kiafya, utapata matibabu ya dawa ili yaweze kukusaidia